baadhi ya mboga ambazo tunazitumia wa Afrika. Si ndio kaka? Sawa sawa. Bana. Sasa kakaangu naona umesikiliza muda mwingi hapa. Umesikiliza mafundisho kidogo, sio? Ndio. Unashiriki kanisa gani siku hizi? Nashiriki kanisa la Faith Pentecostal Global Ministry. Pentecost. Watanzania wamelichukua kanisa hili wakalipachika jina. Wakasema hawa ni walokole. Si ni kweli? Ni kweli hiyo. Yaani ni watu ambao wameokoka. Ndio. Hata wewe umeokoka? Ndio, nimeokoka. Kabisa. Huna dhambi, sio? Ndio, nimeokoka, sina dhambi. Kabisa. Kabisa. Na uko ndani ya dunia ya Mungu. Kabisa. Hakuna maombi unafanyaga katika kitabu cha Mathayo 6:9. Hebu msomee. 6:9 Mathayo. Kauli ya Yesu hiyo. Hakuna ama 7:7 Mathayo. 7:7 kwanza anzia hiyo. Mathayo 7:7 mwalimu. 7:7 Mathayo. Mathayo 7:7. Inasemaje? Inasema mwalimu. Ndio. Ombeni. Nanyi mtapewa. Endelea. Tafuteni. Ndio. Nanyi mtaona. Ndio. Bisheni. Nao. Nanyi mtafunguliwa. Asante sana. Hebu mpe kakani. Ana. Yesu anasema tufanyeje? Yesu anasema tufanye nini? Tuombe. Wewe huo unamuomba Mungu? Ndio. Kabisa. Na huna dhambi yoyote? Sina dhambi yoyote sababu nimeokoka. Na unamuomba Mungu, sio? Namuomba Mungu. 6:9 Mathayo. Hebu tuisikilize tena hiyo. Twende vizuri tu. Wala hatuna haraka. Inasemaje? 6:9 Mathayo. 6:9 Mathayo. Inasema mwalimu. Ndio. Basi nyinyi fanye nini? Salini hivi. Ndio. Baba yetu aliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Ndio. Ufalme wake uje. Na mapenzi yako yatimizwe. Ndio. Hapo duniani kama huko mbinguni. Twende. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu. Mpe sasa. Mungu atusamehe nini? Mungu atusamehe dhambi zetu. Haya maneno wewe husema? Ndio. Akusamehe madhambi gani wakati wewe huna dhambi? Mungu akitakusamehe dhambi gani wakati wewe mwenyewe huna dhambi? Lakini naamini hakuna yule ambaye hana dhambi. Wewe unachoamini hakuna mwanadamu hana nini? Dhambi. Hata mimi nilistuka. Nilishangaa. Wewe kutamka umeokoka huna dhambi. Wewe fuliza si unayo? Ama siku hizi umeacha kufuliza? Ukweli kabisa, fuliza niko nayo. Unaona sasa? Wale mama wa njugu wote waliokuwa wanakudai zamani ushamalizana nao? Hawa nayo sina deni nao. Udaiwi chochote? Udaiwi chochote. Huna deni? Sina deni. Kabisa? Kabisa. Yaani hakuna mtu anakudai. Fuliza tu ndio ndani. Fuliza inakudai. Ndio. Na riba iko ndani. Ndio. Asante. Na unasema huna dhambi. Tutoke huko. Hatutosaidika na huko. Kakaangu mimi ni Muislamu. Wewe dini gani? Dini yako? Wala usio na wasiwasi, tunafundishana tu. Dini yako ni dini gani? Dini ya Kristo. Kristo. Asante sana. Labda uko na swali lolote la kutuuliza leo Waislamu, lolote la dini. Na si lazima tukujibu leo. Tukishindwa kuna mashaka wetu wakubwa tutawaendea. Na ikiwa utapiga swali kubwa, basi tutawalika mashaka wetu na wewe ukuje tuendelee nalo. Lakini lile ambalo tuna uwezo nalo tutakujibu hadharani. Labda uko na swali lolote la kuuliza? Swali. Kakaangu, kuna swali la kutuuliza? Sina swali ya kuuliza.
Na tukikuuliza swali ndogo uko tayari kutujibu? La heshima tu, swali dogo tu la heshima. Uko tayari kutujibu? Niko tayari kusikiza. Sio kujibu swali. Hebu kwanza Waislamu mkono juu. Kaka ameruka futi 100. Ni mtu mzima. Waislamu mkono juu. Waislamu. Yuko wapi? Huyu mwenye viatu. Huyu kijana huyu naona. Hebu salimie kaka. Wewe. Huyu amekaa pia. Na umekaa kwa shimo bwana. Amani ya Mungu pamoja nao. Hebu simama njoo hivi. Mbona ana sura ya Kitanzania Tanzania? Njoo kidogo. Hebu simama. Naona sura hii. Unaitwa nani? Naitwa Aviti. Aviti. Ndio. Sio stuli. Hebu kalia. Na utakalia kiti tena? Lete kiti. Anasema anaitwa Aviti. Sio stuli. Kalia pale. Kisha nimsalimie kaka huyu pia. Haya, huyo tu anaangalia kale. Huyo. Haya. Wewe unauza hizi vitu njoo. Nikutangazia hapa. Ukienda KBC si unalipa. Leo nakutangazia hewani. Unaitwa nani? Daniel. Hii ni kutoka Burundi sio? Si unaona bana? Yaani huwezi kula clips isipokuwa ni ya mtu wa Burundi. Unauza ngapi? 50 kwa Kiswahili. Kwa Kiarabu. Hajui. Nenda pale na wewe. Nikutangazie. Wewe paketi. Jamani, clips kama uko na watoto unaweza wanunulia. Kiti kingine. Wapatieni viti Waislamu. Vijana sio? Tuwapatie viti. Safi kabisa. Tuanze na yule ndugu yangu kutoka Dala anasema hana swali, sio? Hebu mpeo kaka, ana sura za Tanzania huko. Kaka, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Iwe rohoni sio? Wacha ikuwe barabarani. Ikiwa rohoni wote ijuaje? Ikiwa rohoni utaijuaje? Mungu ndiye anajua. Hebu niambie, unasema jina lako linaitwa? Aviti. Aviti. Asante. Kenya hii. Wapi? Burundi. Mko wengi sana watu wa Burundi. Asili ya kahawa jamani imetoka Burundi. Kwa hiyo ukiwaona wakiuza kahawa hawa, hii asili ya kahawa Afrika imetoka Burundi. Kahawa ya safi sana hawa. Asante sana. Kaka wewe ni Muislamu? Dini gani siku hizi? Mkristo. Unaenda kanisani? Mbona? Yaani ukaombea kanisani? Unaomba nani kule? Mpaka umuombee kanisani? Sio lazima. Sio lazima. Lakini wewe unaenda wapi? Kanisani. Kufanya nini kaka? Sikuomba. Hicho tu? Sina, wewe unaenda msikitini. Mimi naenda msikitini. Wewe unaenda kufanya nini? Mimi naenda kufanya nini? Mpe huyo sasa. Twende katika Qur'ani sura ya 72. Aya ni ya 18, tuanzie pale. Kisha maiki iko mbali sana na wewe. Maiki iko mbali. 72:18. 72:18. Changamsha mkono wewe. Baada a'udhu billahi min shaitanir rajim. Twende. Na kwa hakika nini? misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Mpe sasa kaka. Anayo. Wanapishana vizuri. Muhammad ndio ninachompendea. Yaani akiwa hayuko kwa mahadhara kuna vitu vinakosa. Tatizo moja tu, ndoa bado. Hapo kwa ndoa hapo Muhammad. Lakini inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu ampe mke bora, sio? Semeni amin. Sio bora mke, ampatie mke bora atakayekuwa kitulizo cha moyo wake na macho yake na nafsi yake. Maana Muhammad siku ya kuoa, Shekhe, tangazo tutatoa hapa harusi yake. Tangazo tutalitoa hapa na inshallah tuombe Mungu isipite siku 3 tutoe tangazo hilo. Waislamu semeni amin. Namna hiyo. Wewe miguu 2 kila siku. Takiwa miguu 4. Sogeza mwenzako kando kidogo. Asije sehemu yako. Namna hiyo. Watu wanazoeana namna hiyo. Baridi ya mwezi wa 5 hii Muhammad. Chunga sana. Blanketi haitoshi. Kuna blanketi chapa mtu. Hiyo ndio iko na joto ambalo haliishi.
Waislamu takbir. Allah. Hebu soma aya hiyo. Umesoma wapi? Inasema Nini? Wana masajid na kwa hakika misikiti yote ndio ya Mwenyezi Mungu. Hebu mpe kakangu. Ndio maana unaniona msikitini. Mungu anasemaje? Anasema msikiti ni nini? Inasemaje? Hebu arudie tena. Rudia tena. Inasema mwalimu. Ndio. Na kwa hakika Mungu anasema na kwa hakika misikiti yote ndio ni ya Mwenyezi Mungu. Mpe sasa. Ndio maana mimi naenda msikiti. Kwa sababu misikiti yote ni ya nani? Wewe unashiriki kanisa gani? Kanisa gani unashiriki? Mkatoliki. Kuna mtu hapa ukimtajia Mkatoliki hamtoelewana. Huyo mwenzako kanisa lake ni la Pentecosti. Wewe ni Katoliki. Kuna mwingine ako na kanisa lake. Kuna huyo pia ako na kanisa ya mabati. Sasa kila mtu ana kanisa lake. Boni anasema ile langu mbona unalidhihirisha kwa watu? Boni la mabati. Ukijenga mawe si tutasema. Ukijenga mawe tutasema kanisa lako na mawe. Lakini sasa ile mabati. Tena mabati yenyewe yamechoka kweli kweli. Ako na watu, Boni ako na watu, lakini wazidi watano. Ako na kanisa lake. Sasa Mungu anasema kwa hakika misikiti yote ni ya Mungu, si ni kweli? Ushawahi soma mahali wewe Mungu anasema makanisa yote ni ya Mungu? Acha nikuulize swali. Uliza sasa. Kama misikiti ni ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo ina maana kuwa ukiwa Muislamu wewe ni mtu wa Mungu, ndio? Kabisa. So wewe ukiwa Muislamu kikufa hapo naingia mbinguni kwa Muislamu. Hapo hapana. Kwanza nikifa, unasema subiri sasa. Subiri, nikifa mimi kwanza kuna mambo manne nafanyiwa. Na haya nafanyiwa maiti. Sasa huyu mambo manne jamani yatamsaidia kweli ama kwa ajili ya watu wengine? Mambo manne kwanza unafanyiwa. Unaoshwa, unavishwa sanda, unaswaliwa, kisha unazikwa. Kuzikwa maana yake ni kuwekwa kaburini. Hasa ukisema kwamba ukifa leo unaenda peponi. Haya ni maneno Yesu alidanganya mtu. Haya maneno unasema ni Yesu kadanganya mtu. Lakini Muislamu akifa stage 3 4 atafanyiwa duniani. Kisha atazikwa, hiyo ndio ya 4 ya mwisho. Kisha kuna maisha ya kaburini. Lakini sikiza Yesu baada ya kumseti jamaa katika kitabu cha Luka 23:43. Huyu alisetiwa. Sikiliza hiyo. Alisetiwa, hizi habari si za kweli. Yaani ufe saa hii na hapo peponi. La, sio hivyo. Inasemaje? Ndio. Yesu akamwambia, hebu mpe kwanza. Huyo unahitajiwa hapa unamjua? Nani huyo? Yesu. Sikiliza maneno hayo. Yesu akamwambia, ndio. Amin. Amin. Nakwambia. Amin nakwambia. Leo hivi. Rudia tena. Leo hivi. Rudia mara ya mwisho. Leo hivi. Utakuwa pamoja nami peponi. Mpe sasa. Yesu anamwambiaje huyo? Atakuwa nayo peponi. Walikuwa wote peponi hiyo siku? Hakuna. Yesu alimseti, si ni kweli? Jamaa akapata tamaa, lakini baadaye aliachwa pale. Yesu akamwacha, akapepea, akaenda zake. Hasa ukifa ndugu yangu, wewe kwanza, wewe ukifa, mambo gani unafanyiwa duniani? Ama huna mpango wa kufa kwa sasa? Bado utapiga raundi, sio? Kama miaka ngapi hivi vile unaona? Ni mpango wa Mungu. Waislamu huyu ana dalili za Kiislamu. Kuna mtu anakuambia bana, babu yangu mimi alikaa miaka 105. Sasa hata mimi sina haraka. Wewe unazungumza habari ya babu yako, sio wewe. Siku ya kufa Mungu ndiye anajua. Wakati wote wewe na maiki yako na mimi na yangu. Wenda nikitoka hapa baadaye usikie yule mwalimu alikuwa akizungumza hapa, Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe pia ni hivyo hivyo. Lakini wewe baada ya kufa sasa, roho ikitengana na mwili, mambo gani utafanyiwa duniani? Kwanza muziki, sio? Hakuna.
Inapigwa muziki pale na mchango unaendelea. Kwa mila na desturi zetu hakuna mambo ya muziki. Hakuna muziki. Nini kinaendelea baada ya wewe kufa? Wanapeleka kanisani wanakuombea alafu unaenda kuzikwa. Huko kanisani unaenda kuzikwa. Asante sana. Hebu lete swali. Isikusukume maeneo mengine. Uko na swali la kuuliza? Hakuna. Huna swali? Hebu mpe yule kaka wa Burundi pia. Tusikilize. Kaka, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Poa sana. Poa sana. Amani poa. La. Yaani amani iwe nawe, jibu ni poa. Na sisi pia. Iwe kwetu sio? Asante. Jina umesema jina gani? Daniel. Daniel. Daniel, wewe ni Muislamu? Umeokoka. Hata wewe pia umeokoka? Kwa hiyo ile maradhi yako nayo huyo kakaangu na wewe pia ni hayo hayo. Ni maradhi tofauti Uokovu wake na wako ni tofauti. Sio tofauti. Lakini mimi nina muda mchache wa kuokoka. Tena unaona nina biashara. Una biashara? Una biashara alafu umeokoka? Kidogo. Haya kaka. Na swali moja. Uliza kaka. Niuliza naondoka. Hata usipoondoka hakuna sheria kwamba anayeuliza swali moja aondoke. Hiyo sheria hakuna. Sawa. Na mimi sijatangaza biashara yako. Mpaka nitangaze ndio uondoke. Anza na swali. Sisi walokole ndio. Tunajua kwamba Yesu Kristo ndio ni Mungu. Ndio. Wewe sasa ndio unasema. Mimi sijasema hiyo. Sawa. Lakini nataka nijue. Naam. Sisi tunajua Yesu Kristo ni Mungu kwetu. Lakini nyinyi Muhammad, kama najua kuna mwenzako ameniambia kwamba mnaamini Muhammad. Ndio. Nataka nijue kwamba Muhammad amefanya kitu gani? Kile alichofanya Muhammad. Kama Yesu tunajua kwamba uko sawa. Yaani kile amefanya, mfano kuchoma hizo clips zako sio? Kwenda Muhammad naye akashawahi kuchoma sio? Sawa. Akauza. Hapa isili sio? Sawa. Hamza kuja jibu hilo. Hilo jibu wewe. Muhammad kafanya kitu gani? Maana huyu na clips zake anaona naye Muhammad alikuwa naye kibeba kama hivi. Sasa mueleweshe Muhammad kafanya nini? A'udhu billahi minash shaitani. Bwana Mzee Idrisi bana, saa yote lazima utatabasamu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ndugu zangu ambao bado hawajabahatika kuwa Waislamu, kama ndugu yangu hapo, amani ya Mungu iwe nawe. Kaka, kidogo ndugu yangu alikuwa ananiongelesha, sikusikia swali lako. Hebu uliza swali lako niweze kusikia. Ninauliza hivi. Sisi walokole naamini kama Yesu Kristo ni Mungu. Kwa sababu kuna vitendo vingi amefanya. Ndio maana tunasema kama ni Mungu kwetu, tunasema ni Mungu. Lakini nataka nijue kama Muhammad amefanya nini, kwa sababu na yeye tujue kwamba amefanya kitu gani. Kwanza kuna kitu umenishangaza, kwa sababu leo ukisema Yesu ni Mungu, sawa, kuna mahala imeonyesha kwamba una andiko yoyote inaonyesha kwamba Yesu ni Mungu? Ama ni imani yako tu? Imani yangu. Ukiingia kwenye Biblia na maandiko mengi yanaonyesha kwamba Yesu Kristo ni Mungu.
tukiingia kwenye Qur'ani. hiyo, nina muda mchache, lakini unaweza kuona mambo ambaye anakuonesha kwamba Yesu Kristo ndio Mungu. Kwanza wacha nikuonyeshe sisi Waislamu tunafikiria vipi. Waislamu tunaamini kwamba Muhammad alikuwa ni mtu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na yeye Muhammad chochote ambacho angekuwa anakifanya hakifanyi mpaka awe amepewa ruhusa hiyo na Mwenyezi Mungu. Yaani hata kama ni miujiza atakuwa anafanya, muujiza huo anafanya kwa amri yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Qur'ani mfano, ukifungua katika Qur'ani sura ya 18 aya yake ni 110. 18 aya yake ni ya 10. Ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema mwalimu, nimesema 110. Tulifuturu jana ndugu yangu. mimi nimefunga mwalimu. Ndio kwa sababu. 110 nasema wewe bado unafukifuli. waambie bila shaka mimi ni binadamu kama nyinyi. Jambo la mpe. Kwanza umesikia Qur'ani inavyosema? Umesikia ni nani huyo? Muhammad anasema kwamba yeye ni nini? Ni mtu kama sisi. Endelea sasa, mpe. Isipokuwa nimeletewa wahi tu. Isipokuwa amefunuliwa wahi tu. Ndiyo tofauti yangu na nani? Ninaletewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni nini? Ni mmoja tu. Mpe. Kumbe yeye ameletewa ufunuo ya kutufunulia kwamba Mungu wetu ni nini? Ni mmoja. Sawa? Sawa. Sasa yeye Muhammad kwa lolote atakuwa anafanya kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani hafanyi lolote mpaka awe amefunuliwa na Mwenyezi Mungu. Mpe huyo. Maana yake hapo inamaanisha kwamba Muhammad ni mtu kawaida kama sisi. Kabisa, tofauti yake ni kwamba yeye ameletewa unabii. Hapo nimeshakuelewa. Umenielewa Sawa. Sasa kama umeelewa, swali langu nakanda kwako. Mpe. Subiri. Wewe si umeniuliza swali? Mpe maiki. Anasema na biashara. Hiyo biashara. Hata mimi nataka kununua Chris. Nina biashara na nimekuomba. Haina tatizo. Na swali moja. Wote hao, subiri. Wote hao ni wanunuzi. Ikianza na mimi hapa kwanza nanunua sasa hivi. Sasa. Nifanye mbili Hii ni 50 jamani. Unajua wanasema kwa ishara ama vipi? Mimi nimeanza na ishara. Waislamu tumpromote. Huyu atoki hapa. Haka kieleweke. Atoki hapa. Ni watoto si ya kwangu ni watoto. Si ulisema tununulie watoto ama shaka samani. Mimi napenda Mzee Idrisi kwa sababu gani? Kila wakati nikimuona lazima kabla hata sijaongea naanza kucheka. Kwa sababu kuna vile atakushika tu, atakuchokonoa mpaka uanze kucheka. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akupe umri shukrani. Naam. Jamani, hiyo biashara ifanyike haraka haraka. Kama kuna mtu atamsimamia hesabu hiyo mahali, alafu Waislamu tununue hiyo yote. Akitoka hapa na machovu na ile jasho na nini, labda atasilimu anaenda kutawadha tu na kwenda salat. Tuseme inshallah. Mpe maiki. Hesabu tu mali, alafu tutamuuzia. Amesema ni 50 sio? Waislamu tumalize hiyo, tupelekee watoto. Tumeambiwa tupelekee watoto kwa amri za mzee. Wanasema wenye mvi. Brother, wewe sasa nataka nikuulize swali. Wewe umetuambia hapa kwamba Yesu ni nani? Mungu kama kwa sisi wa lokole. Yesu ni nani? Mungu. Sawa.
huyo Mungu alizaliwa? Ndio. Aha. Lakini Hebu subiri kwanza. Wewe umezaliwa? ndio. Huyo Mungu ana mama? Ndio. Na wewe pia una nini? Mama. Wewe una miaka mingapi hivi sasa? 29. Asante sana. Mpe huyo Luka 3:23. Mimi nakupeleka kwa Mungu wangu. Luka 3:23 mwalimu inasema. Inasema mwalimu. Naam. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka ngapi? Miaka Ngapi? 30. Mpe Mungu wako alikuwa na miaka ngapi? Engagement yake mwalimu. Mungu wako alikuwa na miaka ngapi? Brother, Mungu wako ana miaka mingapi? Anacheka. Amefurahi. Mungu wako ana miaka mingapi? Sijui. Hata nirudie mwalimu. Rudia. Na Yesu mwenyewe ndio alipoanza kufundisha. Sawa. Alikuwa amepata umri wake nini? Kama miaka ngapi? 30. Mpe. Yaani wewe na Yesu mwaka 7. Sasa mimi nataka nikuulize swali moja hapo. Mpe tena Mwanzo 5:32. Mwanzo 5:32 mwalimu inasema. Inasemaje? Inasema mwalimu. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shemu. Mpe. Nuhu alikuwa na miaka mingapi? Lakini subiri kwanza. Nuhu alikuwa na miaka mingapi? 500. Safi. Na Yesu alikuwa na miaka mingapi? 30. Aya, tueleze vile Mungu wako alimuumba mtu ambaye alimshinda na miaka. Tueleze hapo. Lakini ukisoma kwenye Biblia Mwalimu, nakusikia mwanafunzi. Asante. Ukisoma kwenye Biblia unaweza ukaona kwamba kwenye kitabu cha Mwanzo, sijui maana yake lakini unaweza ukaona kwamba Mungu alipitia kwenye hiyo imani tunataka kuifukua leo. Wako ukifika nyumbani unaanza kujiuliza kweli. Saidi unanizuia. Wewe ni mgeni wangu. Wewe ni mwanabiashara, wewe tembea na hiyo kereti paka kieleweke. Bora hesabu ifike. Bora isipungue ba. Lakini neno langu ni moja tu. Naam. Ya kujua kwamba Muhammad ni mtu gani. Ndio? Nimeshaelewa. Ushaelewa? Nimeshaelewa. Sasa mimi nataka nikuonyeshe Yesu alikuwa mtu gani. Sawa? Sawa. Kwa sababu imani yetu ya Kiislamu na imani ya Kikristo, ila kwa wachache tu ndio wanadai kwamba Yesu ni Mungu. Lakini Yesu mwenyewe kwa kauli yake anasema kwamba yeye ni nani. Kwako Yesu ni nani? Kwangu Yesu ni nani? Mpe huyo. 18 Luka. 18 kitabu ni cha Luka. Inasema mwalimu Luka. Fanya haraka. Niko hapo mwalimu. 18 kitabu ni cha Luka. Ndio. Inasema mwalimu. Ndio. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza. Mtu mkubwa, sikiza ndugu yangu anaitwa nani? Unajua sasa hapo kuna biashara. Danieli. Sikiza sasa taratibu Mtu mmoja alikuja akampata Yesu. Mtu mmoja yani wadosi alikuja akampata Yesu akifundisha. Endelea. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza. Ndio. Akisema mwalimu mwema nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Sawa. Yesu akamwambia. Ndio. Mbona unaniita mwema? Tulia. Mpe. Ndugu yangu, Yesu alikuwa anafundisha.
Akakuja tajiri mmoja, yule tajiri akamuita nani? Akamuita mwalimu. Akamuuliza, mwalimu mwema, nifanye nini ama nifanye nini ili nipate kufanya nini? Uzima wa milele. Asante sana. Anamuita nani? Amemuita jina gani? Mwalimu mwema. Amemuita mwalimu mwema. Sasa tusikie Yesu. Wewe unatarajia Yesu atasemaje? Ama tumsikie kabisa? Mpe. Yesu akamwambia, ndio, mbona unaniita mwema? Anamuuliza, mbona waniita mwema? Kwa nini? Hakuna aliye mwema ila mmoja. Hakuna aliye mwema ila mmoja. Naye ni nani? Ndiye Mungu. Mpe. Kumbe Yesu anasema hakuna aliye mwema ila ni nani? Mungu. Nani? Mungu. Kumbe kuna Yesu na kuna nani? Mungu. Kuna Yesu na kuna nani? Yesu ndio Mungu. Katika Biblia imeweza, ukitaka kuelewa utaelewa, ukitaka kupiga kelele utapiga kelele. 6:12 Luka. Sasa mwalimu, sio Yesu Kristo, tunasema Mungu kwa sababu ni mtoto wa Mungu. Sasa daraja yake imeshuka. Tuseme sasa Mungu wako ako na baba, kweli? Daniel, Mungu wako ako na baba. Mungu wako ako na baba sasa. Ametoka kwa ile daraja ingine, sasa amekuwa ni kwa sababu ni mtoto wa nani? Kwani Mungu wako anazaa? Na kama alizaa vipi? Hiyo mic inafanya? Danieli, Mungu wako wewe ndio ako na baba, sawa? Ndio. Yaani baba yake atakuwa ni nani? Mungu. Safi. Na yeye mwenyewe ni nani? Mungu. Na alizaliwa? Ndio. Alizaliwa? Ndio. Mungu wako anazaa? Anazaa? Bwana uelewe tena. Mungu wako anazaa? Danieli, jamani tulieni hapo, kila mmoja atanyolewa toka kwa utaratibu, kila mmoja. Danieli, mimi nakuuliza wewe, Mungu wako anazaa? Hiyo ni siri yake, maana huwezi kujua jambo la Mungu. Sawa. Mungu wako ako na mke? Huwezi kujua, maana mimi ni mtu wa kawaida. Huwezi jua. Lakini ulijua amezaa? Lakini jambo mimi najua, najua kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Safi. Alizaliwa na nani? Hapo ndio swala. Alizaliwa na nani? Ama Mungu wako anazaa? Kwa sababu gani? Katika Biblia 2:5 Timotheo wa kwanza. So 2:5 Timotheo wa kwanza. 2:5 Timotheo wa kwanza. Huyu bado ni mbichi, anakuwa pole sana. Inasema mwalimu 2:5 Timotheo wa kwanza. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Unasikia Danieli? Kwa sababu Mungu ni mpe. Chukua. Kwa sababu Mungu ni nini? Mpe tena. Endelea. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Sawa. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Mpe. Kuna Mungu alafu kuna mpatanishi pia mmoja, sawa? Sawa Mpe. Maliza Rama. Inaendelea ikisema mwalimu, mwanadamu nani? Kristo Yesu. Mpe.
Biblia inasema Yesu ni nani? Wanadamu. Na wewe unasema yeye ni nani? Mungu. Kwa hiyo wewe na Biblia nani mkweli? Danieli, chukua maiki. Chukua maiki useme vile umenielewa. Tangazia watu. Umenielewa? Nimekuelewa. Kwamba Mungu ni kwamba Yesu ni nani? Lakini umenielewa kwamba Yesu ni nani? Biblia inasema Yesu ni nani? Chukua maiki. Hiyo utaenda nayo nyumbani leo. Hiyo ni mzigo wako. Imekuwa moto. Imekuwa moto. Chukua maiki. Huyo brother, mpe. Brother, habari ya jioni. Brother, umekaribishwa hapa na mzee wangu. Na umeketi ukasikiza. Lakini ulisema kwamba hauna swali. Ila mimi nina swali kwako. Moja tu rahisi. Uko tayari kulivumbua? Uliza. Asante. Brother, leo mimi nasikia kuna watu ambao wanajiita kuwa ni Wakristo. Swali, wewe unajua dini yao watu wa Kristo? Mimi najua jinsi nilivyosikiza Biblia vile nasema. Wale ambao wameokoka, ama wacha nianze hivi. Kuna jinsi vile wanasema Biblia, I think Biblia inasema. You think? Vile naisikia. Vile unasikia, Mimi sijasoma Biblia sana. Asante, inaeleweka. Inaeleweka. Watu wanasema ati nimeokoka. Watu wanasema nimeokoka. Ndio. Lakini wengi wetu hawajui kuokoka ni nini. Wewe unajua kuokoka ni nini? Ndivyo kulingana swali lako, ndivyo vile najua ya kwamba kuokoka ni wewe kubadilisha mioyo yako ili ukuja kwa Mungu, ili ama kubadilika kutoka kwa matendo ile ambayo ulikuwa unafanya mabaya, ili kubadilika kuja kupata Mungu, kupata neno la Mungu. Sasa huko tutafika. Ila kabla tutafika huko kwa wokovu. Ndio. Wewe si ni Mkristo? Dini yako ni gani? Dini langu ni Faith Pentecostal. Hiyo ni dhehebu. Dhehebu. Ukienda kuandika kwa ninio kwa ID kwa mfano. Wakiuliza dini, wewe unaandika nini? Dini langu. Wakiandika pale wakisema religion unaandika nini? Mkristo. Asante. Unaandika Mkristo. Hilo dini ambalo linaitwa Mkristo ni gani? Kwa sababu mimi mtu ni Muislamu. Dini yangu ni Uislamu. Kwa ushahidi. Sawa? Wewe mtu Mkristo ambaye unafuatia Biblia, dini yako gani? Dini langu ni Mkristo. Mkristo ni mtu. Mkristo. Ukiweka nakala, ukiweka M inakuwa Mkristo, mtu. Dini yake inafaa kuwa Ukristo. Swali, Ukristo inapatikana ndani ya Biblia ama hakuna? Inapatikana ndani ya Biblia. Uko nayo, unaweza ukatuonyesha? Ndio maana nilikwambia mwanzo, mimi sio msomaji wa Biblia sana na sijaisoma, lakini huwa nasikia. Ni kweli Yesu hata aliyotabiri kitambo alijua. 22:29 Mathayo. Alitabiri kitambo, Yesu anajua kwamba nyinyi kazi mnaenda kujaza viti tu na kupiga makofi mingi na kuimba na vile vile kutoa sadaka. Lakini maandiko hamjui. Soma 22:29 Mathayo. Yesu akajibu akawaambia, ndio mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Mpe. Yesu anasema watu wanapotea kwa sababu hawajui nini? Maandiko. Sasa mimi nataka nikuulize, kwani Yesu alikuwa dini gani?
kwa sababu wewe miaka hiyo yote mpaka umefikia hapo, you believe that you are a Christian. You should know the faith of Jesus, right? So you are follower of Jesus. Sindio? Wewe ni ongea kwa maiki. Wewe si ni follower wa Jesus? Wewe ni follower wake. Dini yake ni gani? I believe in Jesus. Somebody say, si mnatoaga hizo sauti huko? Unajua faith yake? Ama tukusaidie kwa sababu labda haujui, tukuelekeze. Ni kweli mwalimu. Tukuelekeze. Nielekeze Asante sana. Kwanza ndugu yangu, sisi kwa Islam tunaamini manabii wote walikuwa ni Waislamu. Manabii wote walikuwa ni Waislamu. Na Yesu ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Yeye vile vile alikuwa ni Muislamu. Umenielewa? Kwa sababu gani? Ukitaka kujua kwa haraka mtu ambaye ni Muislamu, kwa mfano, mtu ambaye ni Muislamu utamjuaje? Brother, ukitaka kujua mtu Muislamu utamjuaje? Kuswali kwake. Kuswali kwake, mavazi yake. Ukitaka kumjua Mkristo utamwona apiga suti Jumapili, apiga suti vizuri, viatu kinaona mpaka mbinguni, safi, amepiga kiu safi, amepiga Biblia hapa kwa kwaru. Kutembea na Yesu mimi anaelekea kanisani, si kweli? Utajua wewe ni nini? Kristo. Wewe ni Mkristo. Na Muislamu vile vile utamwona apigilia kanzu safi nyeupe. Umenielewa vizuri? Pole tu. Anaelekea msikitini, sawa? Sasa wewe nafikiria Yesu alikuwa anaenda nyumba gani kwa ibada? Kati ya kanisani na msikitini, Yesu alikuwa anaenda kwa igani? Unajua ama ujui? Hilo sijui. Ujui. Wacha nikusaidie. Mpe huyo. Mapito ya zamani 4:14 Luka. Inasema 4:14 kitabu ni cha Luka. Kwa utaratibu wasemalize kunyoa hii. Alafu uje upake mafuta. Inasema mwalimu 4:14. Inasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Sawa. Akaenda Galilaya. Sawa. Habari zake zikaenea. Sawa. Katika nchi zote za kando kando. Ndio. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Ndio. Akitukuzwa na watu wote. Mpe kwanza. Yesu kumbe kawaida yake alikuwa katika mafundisho yake anaingia katika sehemu moja inajulikana kama sinagogi, na alikuwa anatukuzwa na watu wote, watu ambao walikuwa wanamtukuza ndani ya sinagogi. Ndugu yangu, unajua sinagogi ni nini? Unajua sinagogi ni nini? Sema ndio unajua ama hujui, tuendelee wakati tuokoe muda. Sinagogi unajua nini ndugu yangu? Ule mwenye anataka kutusaidia anaweza ni kelele, basi funga mdomo, ndakupiga na andiko hapo mpaka utashangaa. Ndakupiga na andiko hapo mpaka utashangaa. Sipendi watu wanapiga kelele. Ona shabikia tunapiga kelele. Ama unafikiri tunafanya mzaha? Tuna maandiko ya kukufukuza hapo ulikosimama. Brother, unajua maana ya sinagogi? Hujui. Safi kabisa. Haya basi. Nini maana ya sinagogi? Mwonyeshe Roho. Sinagogi mwalimu? Ni msikiti. Nini? Msikiti wa Wayahudi. Mpe. Ndugu yangu, Biblia inasema sinagogi ni nini? Mpe maiki. Ni msikiti ya Wayahudi. Sawa kabisa. Sasa mpe huyo. 4:16 endelea sasa. Inaendelea ikisema akaenda Nazareti, naam, hapo alipolelewa. Huyu ni Yesu ameshika msafara anaenda Nazareti sasa. Ndio. Na siku ya Sabato ndio
akaingia katika sinagogi. Ndiyo. Sinagogi. Kama ilivyo desturi yake. Mpe. Unajua maana ya desturi? Desturi, unajua maana ya desturi? Adabu ama tabia ya kawaida ya mtu kufanya. Sawa ndugu yangu? Desturi ya Yesu, alikuwa anaenda katika nyumba inajulikana kama sinagogi, ambayo tumepata kwa tafsiri yake ni nini? Kawaida ya Yesu, alikuwa anaenda kwa nyumba inajulikana kama sinagogi, ambayo tafsiri yake ni nini? Biblia imesema tafsiri yake ni nini? Okoa muda. Ni Biblia hiyo imesema tafsiri ya sinagogi ni nini? Daudi, nakuheshimu sana. Toa mkutano hapo. Ukitaka kuhubiri waite huko nyuma. Sawa, nitakupa muda huko nyuma. Sawa. Mwache. Tafadhali kuheshima. Nakuheshimu, unajua? Nakuheshimu. Sawa? Sawa mwalimu. Unajua maana ya sinagogi? Sijui mwalimu. Imesema msikiti, sawa? Sawa. Yesu kawaida yake alikuwa anaingia katika nyumba inajulikana kama sinagogi, ambayo ni msikiti wa Yuda. Yule ambaye unampata anaingia msikitini atakuwa ni wa dini gani? Ndio namalizia. Yule ambaye kwa kawaida yake anaingia msikitini atakuwa ni dini gani? Ukimwona Myahudi amepiga suti anaingia kanisani atakuwa ni wa dini gani? Ukimwona Myahudi amepiga suti anaingia kanisani atakuwa ni wa dini gani? Okoa muda. Ashajua ukweli. Ni vile tu sasa amedinda, anapata maneno. Mpeo sasa. 10:24 Mathayo. Inasema mwalimu, Mathayo 10:24. Naam. Inasema mwalimu, tuokoe muda. 28:10 inasema. 10:24. 24. Wanafunzi hampiti mwalimu wake. Naam. Wala mtumwa hampiti bwana wake. Ndio. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Kwa sababu amiri amekuja, mimi hapa ni mwanafunzi. Mimi ni mwanafunzi, lakini kabla sijachukua mwalimu hajachukua mic. Brother wetu usije anaitwa nani? Charles. Ukweli ni kuwa Yesu alikuwa ni Muislamu na alikuwa anaenda msikitini, na ndio kwa sababu wanafunzi wake wote, hakuna yule ambaye kwa madai ya watu wanaosema kwamba walifundisha kanisani, hakuna. Ila aliyekuja kufundisha watu kwenda kanisani ni Paulo, alikuja nyuma kabisa. Lakini kabla ya hapo, huyu Paulo alikuwa kazi yake ni kuwatoa wacha Mungu katika masinagogi, akiwaua na akiwashurutisha kukufuru. Baadaye yeye ndiye akapanga mipango, wakatengeneza makanisa ili watu waende huko. Leo ikatokea kuna nini? Kuna Ukristo. Lakini Yesu mwenyewe akipaa akienda mbinguni hakukuwa ni Mkristo, alikuwa ni Muislamu. Na ndio kwa sababu sisi Waislamu tumesimama hapa tunatangaza imani yake Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Mwalimu wangu, okoa. Simama upake mafuta. Mimi nishanyoa. Nipake kwa mafuta. Atoke hapo smart. Wa akhiri dawana alhamdulillah. Haya Waislamu, takbir. Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, mpatie next nione anayetaka kusilimu. Mpe anayetaka kusilimu. Anayetaka kusilimu katika hao. Who is ready?
Mwalimu Anwar. Mko hapa Daudi. Unataka kusilimu eh? Nasema namna gani? Nilisema apewe anayetaka kusilimu. Naweza silimu kama utajibu hoja zako. Asijasema mwenye ana hoja, nimesema mwenye anataka kusilimu. Kiswahili uelewi eh? Sioni mwenye anataka kusilimu hapa. Wewe uoni eh? Eh. Mpe huyo msomaji, mpe anayetaka kusilimu. Mpe huyo kijana next. Rafiki yangu, habari yako? Nzuri. Sunge silimu ndugu yangu. Jaamua. Haujaamua? Kwani shida iko wapi? Hata natengeneza tu. Nini unatengeneza? Natengeneza. Nimesema hivi. Bado nafikiria. Unafikiria? Kwani mtu kusilimu unafikiria siku ngapi? Hiyo siku. Hata saa hii naweza amua ila. Sasa si uamue. Hebu kasirika. Uamue. Nikasirika na kuwaka mbaya. Unakuwa mbaya. Basi usisilimu ukiwa umekasirika. Haya, amua sasa tuone. Mwanaume ni kuamua. Haya, amua. Uko tayari? Sasa siko tayari. Ni nini inakushinda kuamua? Unataka tukupe miaka ngapi ndo usilimu? Kiwango siku yote nikiamua ama muda wote nikiamua. Kama muda kiasi gani? 10 years, 20 years, 1 day, 2 hours, 1 hour? Ungependa how long ufikirie usilimu? Kwa faida yako, kwa ajili ya nafsi yako. Kwanza ukisilimu, vitu 3 haitusaidii sisi. Janna, pepo, uzima wa milele unaingia wewe. Umenipata vizuri eh? Unanipata? Na Mungu anakuongoza wewe. Swali ni hili. Kwa hiyo ukiwa Muislamu wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu. Ukiwa Muislamu, mtu wa Mungu kabisa. Najua hilo swali nilikuwa nimeuliza hata sasa naweza bwana niulize. Uliza. Kwa hiyo ukifa ukiwa Muislamu ni hapo na wewe unaingia mbinguni. Ukifa peponi direct. Yaani highway. Mpe huyo 40. Mpe asome usikilize. Unapata uzima wa milele janna straight ukifa. Lakini ukiwa Mkristo, ukifa kwanza unaenda rumande. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio usubiri jela ya Mungu. Lakini ukiwa Muislamu janna. Soma hiyo. Inasema mwalimu, afanyaye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Naam. Na afanyaye wema akiwa mwanamume au mwanamke. Mpe afanyie wema akiwa mwanaume au mwanamke. Wewe ni nani? Ni mwanaume. Mpe. Endelea. Mwanaume aina gani? Naye ni Muislamu. Mpe. Wewe ni mwanaume ambaye ni nani? Wewe ni Mkristo. Lakini hapo inaongelea mwanaume na mwanamke ambaye ni Muislamu. Mpe atapata nini? Soma. Basi hao wanaume hao wanawake Waislamu, basi hao wataingia peponi, paradiso, waruzukiwe humo bila hisabu. Mpe. Unasikia hiyo maneno? Hao wanaume wa Kiislamu na hao wanawake wa Kiislamu wataingia paradiso, peponi, uzima wa milele, waruzukiwe humo bila nini? Bila nini? Ila si wataingia mbinguni kwa yale mema wamefanya. Kwa yale mema waliofanya. Si Mungu amekubali. Ukifanya mema, mwenye anakubali ni Mungu, mwenye anakataa ni Mungu. Ukiwa Muislamu, Mungu anakukubalia mema yako. Lakini ukiwa Mkristo, kwanza utaulizwa, nani alikwambia Yesu awe Mungu? Unajua? Upigwe viboko. Kwa imani yangu. Hakuna dini inayotupeleka mbinguni. Wala mimi sijasema dini na kupeleka mbinguni. Nimesema hivi. Ngoja. Ukiwa Muislamu unaingia mbinguni. Ukiwa Muislamu ni mtu ametii sheria na amri. Swali sasa, kutii sheria na amri ya Mungu ni nzuri ni mbaya? Ni nzuri. Kumbe ukiwa Muislamu, kwa sababu ni dini imekuwekea sheria na amri ya Mungu, ukatii. Bila dini hauwezi tii sheria na amri. Sheria na amri ya Mungu inapatikana katika dini. Mtu ambaye hana dini anaitwa pagan. Hana sheria ya Mungu wala amri ya Mungu hafuati. Lakini ili ufuate sheria na amri kutoka kwa Mungu, lazima uwe na dini. Dini peke yake inayomfundisha mwanadamu kufuata sheria na amri ya Mungu ni Uislamu. Umenipata vizuri? Umenipata?
Kwa hivyo hutaki kufuata sheria na amri. Mimi ninachokijua kama vile nimesema, hakuna dini inayotupeleka mbinguni. Haya, sawa, hakuna dini. Ngoja kidogo. Subiri, hakuna dini inatupeleka mbinguni. Haya, kaa bila dini. Mpe next. Kwani lazima usilimu bana, la ikraha? Rafiki yangu, kwanza wewe hata ungesilimu ungetusumbua tu bora. Mtihani sana. Yaani tunakubembeleza na dini nzuri hivyo. Unafikiria kisha unasema hakuna dini inatupeleka mbinguni. Kwani unafikiri, ngoja, hatulazimishi mtu kusilimu. Hiyo ni choice. Lakini kuna siku utaingia sakaratul maut. Roho ifike kooni, ukute malaika live. Utasema lau ningekuwa Muislamu. Leo tunakubembelezea dini na imani iliyokuwa njema. Lakini siku mauti itafika ndio utajua hii tunakuitia. Kisha kitu nyingine. Uislamu wewe ndio unauhitaji. Uislamu haukuhitaji, mpatie. Hebu Waislamu mkono juu. Chini. Wakristo mkono juu. 1 2 3 4. Mpe. Rafiki yangu, Waislamu waliinua mkono wengi wachache. Hapa Isili watu wengi ni Waislamu. Watu wengi ni nini? Kumbe hapa Isili hata hatukuhitaji. Kama ulikuwa unafikiri tunakuhitaji, we are so many. Msikiti mmoja kidogo, msikiti Ramadhani, hata wengine walikuwa nasali nje. Ngoja kidogo. We are not looking for a number. Ukweli ni kuwa wewe ndio unahitaji Uislamu. Na itakuja kufika mahali utashindwa kusilimu kwa sababu ulikuwa unakataa makusudi. Mungu atakufungulia kabisa hidayah. Unataka Uislamu lakini upati. Sasa leo tunakuitia for free, hatukulipishi. Mpatie huyo next. Sio wewe, huyo. Mpa huyo. Rafiki yangu, habari yako? Kuwa Muislamu ndugu yangu. Kuwa Muislamu. Unaonaje uwe Muislamu? Ati nini? Sina jibu hapo. Mimi nikupe jibu. Hauwezi kunipa jibu maana. Kwani hauna nini? Jibu ni yangu, sio yangu. Unayo huna? Jibu? Ninayo. Haya, ni jibu. Leo bado. Nini? Bado nini? Jibu. Ati jibu ndo bado. Yaani nakwambia kuwa Muislamu ndo bado nini? Jibu ya kufanya nini? Ya kukujibu. Ni mtihani. Hebu patie wewe next na yeye. Yaani dawa ni ngumu. Mtu anaambia kuwa Muislamu nakwambia sina jibu. Haya rafiki yangu, habari yako? Salama sana mwalimu. Na wewe huna jibu? Siwezi kwanza jibu mimi. Haya ni jibu. Unaonaje wewe Muislamu sahihi? Kweli kabisa, hata mimi mwenyewe naibika sana. Naona hapa wamesema Waislamu ni wangapi? Watu wanainua mikono. Ambapo Wakristo ni wangapi? Mpaka nimeaibika, nimeshindwa kuinua mikono. Sasa usitoke kwa mali aibu. Kwa hivyo mimi mwenyewe hata nimeona tu ya kwamba usilimu tu. Ni vile tu nimeona ni kama roho tu ndio ijaamua, lakini mimi mwenyewe niko ndani. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Kwa hivyo umeamua sasa. Sasa uko tayari? Mwalimu, unajua kweli ni kwamba naam, wengi wanasemanga kwamba ati kukua Muislamu ati pengine kukua nje ya Ukristo. Lakini mimi ninaamini ya kwamba sisi tuliumbwa na Mungu mmoja kabisa. Wala hiyo haina shida. Mungu ni mmoja, aliyeumba wewe, aliyeniumba mimi, aliyeumba watu wote mpaka wanyama. Lakini hapo kuna njia ngapi? 2 ya kufika kwa huyo Mungu. Ndio. Moja itafika, ingine huko katikati inapotelea. Mlipata vizuri Sasa tunatafuta hizi njia 2 ya Uislamu na Ukristo, ni gani inatufikisha kwa Mungu? Kuna moja original na kuna moja ambayo ni fake, photocopy. Umenipata vizuri Zote haziende kwa Mungu. Njia ni 2.
Kuna moja inafika kwa Mungu na kuna moja haifiki. Tukaweka hizi speaker bila kuogopa mtu yoyote, na tukaweka Qur'ani juu ya meza, na tukaweka Biblia juu ya meza, ili kutafuta hiyo njia inayofika kwa Mungu. Sawa sio sawa? Sawa. Ndio tunaulizana, na hiyo ni Mungu aliruhusu. 16:6 Yeremia. Sikiliza hiyo maneno. 16:6 Yeremia. Inasemaje? Inasema hivi. Sikiliza hiyo swali kwanza. 16:6 Yeremia. Alafu Boni pia anasema sijui kuna nini hapa. 16:6 inasema inasemaje? 16:6 Yeremia. Hebu soma. Ama 6:16 Yeremia. 6:16. 6:16 Yeremia. Yeremia, soma hiyo sikilize. Inasema hivi. Bwana asema hivi. Sasa ni Mungu mwenyewe anasema hivi. Simameni katika njia kuu. Simameni katika njia hii ambayo ni kubwa hii. Hatuendi kichochoroni kujificha. Tunasimama highway. Kwa sababu tuko sure hii maneno tunahubiri ni ya kweli. Endelea. Mkaone kwanza, mkaulize habari za mapito ya zamani. Endelea. Iwapi njia iliyo njema? Iwapi njia iliyo njema ya kutufikisha kwa Mungu? Kaende katika njia hiyo. Mkishajua hiyo njia ya kufika kwa Mungu, muende katika hiyo njia, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Unaona hiyo maneno endeni muulize njia iko wapi ya kufika kwa Mungu. Mkishapata hiyo njia, muende katika hiyo njia, mpate raha nafsini mwenu. Sawa? Situulize pamoja hiyo njia ni gani ya kufika kwa Mungu. Sawa? 6:26 njia ndio hiyo. Na ukishajua unaenda katika hiyo njia, maana yake unakuwa katika hiyo dini, kisha unapata raha nafsini mwako. Ukikataa, shauri yako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Na hii dini ya Uislamu, ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Kumbe hiyo njia ya Mungu wako inaitwaje? Rudia tena. Digest vizuri. Na hii dini ya Uislamu, ndio njia iliyonyooka. Anayo. Umesikia hiyo maneno? Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mungu wako iliyofanyaje? Hiyo nyooka. Straight. Haina kona. Ndio. Si kama hii ya Ukristo ya Saturday Sunday. Umenipata vizuri Haina ile ukora sijui Yesu Mungu mwana wa Mungu. Haina sijui Mungu tatu, Mungu mbili, Mungu moja. Hakuna. Ni straight. Kwa hivyo njia ya kukufikisha kwa Mungu inaitwaje kwa mujibu ya hiyo aya? Inaitwaje? Uislamu. Wacha tuangalie Waislamu kama wako. Waislamu mkono juu. Takbir. Sasa unaona sasa. Wewe ni rafiki yetu. Sasa hivi ukijiunga na Uislamu unabadilika status. Wewe sasa ni rafiki yetu, si ni kweli? Ndio. Ukisilimu ukiingia katika Uislamu unakuwa promoted. Unakuwa ni ndugu yetu, brother. Wewe ni rafiki yetu, lakini ukisilimu tu, the moment unaingia katika Uislamu, tunakupromote. Unakuwa ni ndugu yetu katika Uislamu. Huyu anabaki rafiki tu. Na akikaa vibaya anabaki adui. Unasemaje rafiki yangu? Adui wa imani. Sasa umeamua? Mwalimu. Mimi sina shida na Biblia. Najua tofauti yetu ni Biblia peke yake. Hatuko tofauti, lazima tuseme. Ndio nimesema tofauti yetu tu ni Biblia peke yake. Kabisa. Kristo na Waislamu. Sasa mtu kama mimi hata kwetu nyumbani kuna Waislamu. Hatukwani kuna Waislamu? Wapo, hata ndugu yangu mwenyewe. Ndugu yako mwenyewe ni Muislamu? Kabisa. Takbir! Kumbe Uislamu ushaingia huko. Hata anaitwa Ali Muhammad. Anaitwa nani? Ali Muhammad. Ali Muhammad. Alibadilisha jina sasa. Na wewe unaitwa nani? Sasa mimi unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Charles. Charles tunatoa. Yeye anaitwa Ali Muhammad, wewe tunakuita Hussein Muhammad. Shida iko wapi? Si sawa? Sasa mwalimu, tunakuita Hussein Muhammad. Sasa kama mimi nina
nasimama kama Charles. Na niko peke yangu na imani yangu na Mungu yangu kabisa. Kama nitaamua leo niseme eti nimekuwa Muislamu, ni mimi na roho yangu mimi mwenyewe. Umeamua sasa, ambapo mimi kukua hapa nilisafiri jana juzi, nimekuja Nairobi kutafuta kazi. Tangu mchana nimezunguka hapa yule mwenye namfikia wote ni msalamu tu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Unaona, ulisafiri ulikuja kutafuta nini? Ulikuja kutafuta nini? Kazi. Mungu amekutuma huko uje utafute kazi. Badala yake, badala upate kazi umepata Uislamu. Yesu, unaona si mzuri sana sasa hiyo. Unarudisha ripoti unasema nilikuja kutafuta kazi, nikapata Uislamu nikachukua. Sasa si unaona sasa hiyo? Si ni mzuri hivyo? Sasa mwalimu, wacha niongee kama mimi. Aongee kama wewe. Mimi nimekuja kutafuta kazi. Na mimi ni driver. Naam. Natafuta gari sahihi ya kuendesha. Kabisa. Na sijapata. Utapata. Na siku nitapata kazi, utasilimu. Lazima nitabadilisha moyo wangu pia. Ukuwe Muislamu. Ukuwe Muislamu. Nishamuona 18. Huyu rafiki yangu nishamuona kabisa. Anasema anataka akishakuwa sawa ndo asilimu. Sasa rafiki yangu fanya hivi. Hata ndio sababu nimekuja hapa kati yenu ili nikuje niombe kazi hapa ndio nikuwe karibu. Sasa tukue pamoja. Sasa fanya hivi. Sikiliza hii aya ndo uone kama utapata kazi ama upati. 49:10 Qur'ani. Innamal mu'minun ikhwa faslihu baina akhawaykum. Kuwa ndugu yetu ndo utapata kazi. Kwa hakika Waislamu wote. Rafiki yangu angalia hapo, rudia tena. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Mpe. Ukitaka kazi na ndugu yako anayo, atakupa akupi? Atakupa. Lakini yule ambaye sio ndugu yako atafikiria, si kweli? Atafikiria ama afikirii? Ataona, kwa sababu ataona, si ndio? Sasa Mungu anasema Waislamu wote ni nini? Ndugu. Sasa silimu uwe ndugu yetu ndio utuombe kazi. Silimu uwe ndugu yetu ndio utuombe kazi. Au sivyo tunakuona na jicho moja kama rafiki. Sasa mwalimu, hiyo maneno ya urafiki hiyo weka kando. Sasa ni ndugu. Kama singekuwa ninaweza kama ningekuwa mtu wa kubagua kuangalia Biblia, ningesema mbona nikuje nifuate Biblia ya Waislamu na mbona kuna Biblia ya Kristo. Kwa sababu wote binadamu wanasema tofauti yetu ni Biblia. Sasa kwa sababu mimi nimekuja leo na mpaka nikakuja nikasikize injili vile ilikuwa inaanza mpaka ikafika mwanzo jinsi mwalimu aliniita hapo. Naam. Kwa hivyo nikumaanisha ni jambo muhimu mimi kuwa hapa. Jambo muhimu ni kukuwa hapa. Ingine muhimu zaidi ukiwa hapa uwe Muislamu, hiyo ndio muhimu zaidi. Sasa nikupe dakika ngapi ufikirie. Kwanza wangapi wanamkaribisha katika Uislamu? Tupate ndugu mpya. Wangapi wanamkaribisha? Takbir. Hebu Waislamu wangapi wanamkaribisha? Angalia hawa watu wote wanakukaribisha wewe mtu mmoja. Imagine vile wanavyokupenda. Hawa watu wote wanakukaribisha wewe mtu mmoja. Uingie katika Uislamu kwa sababu wanakupenda. Kama hawana upendo, hawangekukaribisha, wangekufukuza. Lakini kwa sababu wanakupenda na wanataka uwe mwenzao, ndio wanakukaribisha. Ingekuwa watu wapende wa Kristo, wala hatungewaita katika Uislamu. Tunawapenda, ni ndugu zetu katika ubinadamu na ni marafiki zetu katika biashara. Unaonaje? Ndio maana mwalimu nimesema mimi kubadilika ni sekondi. Hiyo sekondi ndio tunasubiri. Nimeamua leo nimekuja wacha nitakuja sasa siku moja nikuje niwe mkono niseme sasa nimebadilika. Tuko pamoja. Okay. Basi haina tatizo. Mpe huyo wa mwisho. Huyo wa mwisho alikuwa anataka swali. Haya. Rafiki yangu. Naam. Sema sasa swali yako. 1971 Qur'ani. Haya. 1971 Qur'ani. Mimi nafikiri nataka kusilimu. Tena mshangaa.
Soma hiyo. 19:71. Inasemaje? Baada audhu billahi minashaitani rajim. Mimi namuona siku hizo maishiwa. Yaani bado nauliza hii swali. 19:71. Wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Naam. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha hukumiwa. Endelea. Kisha tutaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo mpige magoti. Aya, tunasikia kwamba Qur'ani ya Waislamu inasema baadhi yenu wataingia jehanamu. Wataingia jehanamu. Hiyo Biblia iache hapo. Hiyo Biblia peleka huko. Inasema ya kwamba ni wajibu wa Mola wenu kuifikia hiyo jehanamu. Ishadhiniwa. Lakini aya iko wazi. Ishadhiniwa. Baadhi ya Waislamu wanaingia jehanamu. Aya mpa hiyo Zekaria 13:9. 13:9 Zakaria. Inasemaje? Kitabu cha Zakaria. Hao wanaozungumziwa ni hiyo andiko. Ni Wakristo fungu la 3. Fungu la kwanza ni Waislamu, la pili ni Wayahudi, la tatu Wakristo. Soma hiyo. Nami nitalileta fungu ilile la 3 ambaye ni Wakristo wakifanyaje? Na kulipitisha kati ya moto. Tutapita motoni nyote. Hakuna mahali imesema Wakristo, umeongeza. Haya sawa.